Hello, my name is Elia from Elite Forex. So niko hapa leo tena mbele ya screen yako kwa ajili ya kitu kinachoitwa PAM. So mara nyingi nimekuwa nikielezea fursa za uwekezaji ambazo zinapatikana katika trading za forex au masoko ya forex. Sasa mara nyingi nimekuwa nikieleza kwamba sio lazima katika ulimwengu wa leo kuwa unajua forex ili kuweza kupata faida au kufanya uwekezaji kwenye biashara ya forex. Na mara nyingi nimekuwa nikiwaelimisha watu kuto kutumia nguvu nyingi sana. Ni vizuri kujua forex, lakini sio lazima kama muda wako unakubana kuijua exactly, kwa sababu of course kuisoma, kuijua, kuimaster ni career kama career nyingine, so ina demand muda mrefu wa experience, kusoma, kujaribu, kudondoka, kuelewa. So kama muda wako ni mfupi na hauhitaji kufanya hizo process zote, kuna mifumo ambayo imetengenezwa ambayo inakusaidia wewe ambaye hauna muda au hauko tayari kusoma forex kubenefit from biashara forex. Na mifumo hii ambayo mpaka sasa nimekuwa nikifundisha kwa miwili. Mfumo wa kwanza unaitwa copy trade na upo kwenye video kwenye channel hizi za Elite Forex. Nimeelezea copy trade mara nyingi, inavyofanya kazi, namna ya kujiunga na vitu kama hivyo. So leo naenda kuelezea mfumo mwingine ambao unaitwa PAM. So mara zote mimi nimekuwa nikitumia broker anaitwa HFM Markets. So kama unahitaji kujiunga unaweza ukanicheck 0684848986 kama unataka kujiunga na broker ambaye mimi namtumia ambaye ndio huyo HFM Market. So HF Markets anatoa hizi fursa zote mbili. Anafanya copy trade na pia ana fursa inayoitwa PAM. So leo nitabase kwenye PAM. Sasa PAM ni nini? By definition, PAM ni percentage allocation management model. Percentage allocation management model. So ni mfumo wa mfuko wa uwekezaji ambapo unakuwa na mtu anayetrade, ambao huyu mtu anayetrade tunamuita fund manager. So fund manager anafungua mfuko, na kwenye kufungua mfuko cha kwanza anachofanya anatakiwa kuweka mtaji wake, na akishaweka mtaji wake anakuwa anaruhusu, yani anafungua milango au anafungua dirisha kwa watu wengine kuinvest. Na watu wakisha invest hela kwenye mfuko mmoja, so fund manager anakuwa na hela ambayo aliweka mwanzoni kama mtaji, lakini pia anakuwa na hela zile nyingine ambazo watu wengine ambao wamekubaliana naye au wameona kwamba strategy yake anafanya kazi na matokeo na wakakubali kuwekeza pesa kwenye mfuko wake, atakuwa anaziweka kwa pamoja zile hela na kuwa anazitrade kama hela ambayo ipo ndani ya mfuko mmoja. Na hapa ndipo kunakuwa na tofauti kati ya PAM na copy trade. Copy trade ni kila mtu anakuwa anamkopi, yani trade ikifunguka kwenye account ya yule trader na kule kwa mtu mwingine inafunguka. Lakini kwenye PAM hela zote zinakuwa zinaingia kwenye mfuko mmoja, na zikishaingia kwenye mfuko mmoja fund manager anakuwa anazitrade kama ni hela moja. So kwenye PAM na maana kwamba kama fund manager alianza na $1000, mtu mwingine labda mimi nikaja kuweka $1000, mtu mwingine akaja kuweka 2000, mwingine akaweka 10000, jumla akajikuta kwamba fund manager ana mtaji wa $20,000. Hasa wote tunajua na wale ambao tunafanya forex tunajua, as long as unapokuwa na mtaji mkubwa ndivyo unakuwa katika sehemu nzuri ya kutengeneza faida kubwa. Ndio maana HFM wakaamua kufungua dirisha kwa wale watu ambao wana elimu na wana uwezo wa kutrade, kuweza kupata fursa ya watu wengine kuwachangia mtaji na kuweza kutrade account ambayo ina mtaji mkubwa. So forex ni kama biashara nyingine, as yule mtu anayekuwa na mtaji mkubwa ndivyo anakuwa kwenye sehemu nzuri pia ya kutengeneza faida kubwa. So naomba nirudie tena hii process au how PAMs work. Moja, kunakuwa na fund manager, na fund manager anakuwa anafungua account au mfuko ambao unaitwa PAMs. Sasa anaruhusu watu kuweka hela kwenye huo mfuko, na kila mtu inapopatikana faida atagawanyishiwa faida yake kulingana na kiwango ambacho amecontribute. Yani kwa mfano kama mimi nimechanga $250, mwingine amechanga 1000, mwingine amechanga 2000, mwingine amechanga 10000, inapopatikana faida inagawanywa as percentage as per mtaji ulioweka. So
zile hela zinakuwa zinaingia kwenye mfuko mmoja na anakuwa anazitrade kama hela ambayo iko moja. So hivyo ndivyo ambavyo inavyofanya kazi. Sasa HFM ametengeneza mfumo ambao unapoingia kwenye hiyo sehemu ya PAM inakuonyesha watu au inakuonyesha any fund managers tofauti. Sawa? So what you need ili kuanza, lazima kwanza uchague fund manager yupi ambaye unakubaliana naye kuweka mtaji. Alright. Ngoja nirudi nyuma kidogo. Ili kuanza kufanya PAM lazima kwanza uwe na account kwa broker wa HFM. So kama una account, nimeshakupa namba yangu ya simu, just check me. I will send you link, then utafanya registration. Ukishamaliza kufanya registration, utafanya verification. Ukishamaliza kufanya verification, ni lazima uweke hela kwenye account yako. Na minimum amount ambayo unatakiwa uwe nayo ni $250 ili kuanza issues za PAM. Yaani kama unataka kuanza kuweka mtaji wako kwenye PAM, lazima una kuanzia dola angalau $250, which is different from copy trade ambao unaweza ukaanza at least $10, $10, $20. Lakini huku things are serious. So lazima mtu aanze na mtaji kuanzia $250. Sawa? Then ukishakuwa na hivyo vitu vyote, utaenda kwenye kipengele cha PAM, then utachagua fund manager yupi ambaye wewe unaridhia kuweka mtaji kwenye mfuko wako. Sasa kuna vitu vya kuangalia ili kumchagua fund manager. Sawa, lazima uangalie performance. Sawa, vitu vya msingi haraka haraka na kutajia. Moja, performance, kwamba anatengeneza faida kwa asilimia ngapi. Sawa. So HFM wanakupa data zote ambazo unahitaji ili kuweza kumchambua mtu kwa ajili ya kuamua kuweka hela, kwa sababu wanaamini kwamba unaweka hela yako, so lazima ujiridhishe na data, na wenyewe wanakuwa wanakusanya hizo data kuanzia siku ya kwanza fund manager alioanza mpaka siku hiyo ambayo utakuja kumuona. Jambo la pili, unaangalia maximum drawdown, yani kiwango kikubwa zaidi cha hasara ambacho ameshawahi kukipata kwa asilimia ya akaunti yake. Yani kama ana $10,000 alishawahi kupata hasara ya 10%. So 10% ya $10,000 $1,000. So alishawahi kupiga hasara $1,000. So unaona like okay, sio mbaya. Lakini unaangalia muda, amekuwa kwenye game kwa muda gani. Na nashauri sana hapo kwenye muda, make sure you are choosing someone ambaye amekuwa kwenye game kwa muda mrefu. Angalia wastani wa faida, kwamba anatengeneza faida kwa wastani kiasi gani. Usichukue mtu ambaye anatengeneza faida ya pap afu anapata hasara sana. But yule mtu ambaye anatengeneza faida fulani ambayo ni constant, labda 10% au 15% over few months or few years, it's good. Lakini pia angalia idadi ya watu ambao wamemchagua kuweka hela kwenye mfuko wake. So kwa vitu vingine basic, ukiona watu wengi wameweka hela, sawa, that means watu wengi wamemchambua na wameridhia naye. Na uzuri, broker anakupangia which one is the best, kuanzia wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. So mimi most of the time, mimi hata siangalia kuchambuaga, lakini mara nyingi namwangalia ule wa kwanza na wa pili na wa tatu. Aina tatu, angalia performance fee, kwamba anachaji kiasi gani kwa faida. So kwenye hii PAM unaweza kujiuliza kwamba huyu fund manager anapata hela vipi? Kwenye kila profit anayopata kuna some percentage ambayo anachukua kama kiwango chake cha yeye kutrade kwenye kuanzisha hiyo PAM. So kuna mwingine anakata 10% ya faida au 30%. So asilimia ya mtaji wako ni asilimia ya kile ambacho amekitrade kimekuja kama faida, anachukua ile percentage yake ya faida kwa kile kilichopatikana kama faida, then yeye ndio inakuwa ndo faida yake. So hiyo ndo namna ambavyo PAM inafanya kazi. So cha mwisho kabisa, what the difference between PAM na copy trade? PAM yenyewe inakuwa ni mfuko ambapo unaweka hela zako huko na wenyewe wanakuwa wanazitrade, na baada ya kutrade wanakuwa wanakupa faida. Nadhani ni kama shares, sawa. Wewe unaenda kuweka hela zako kama shares zitumike kuendesha biashara ya kampuni, alafu then wanakuwa wanakulipa faida. So ndivyo ambavyo PAM inafanya. Una contribute mtaji kwa fund manager anatumia ule mtaji wako katika kutrade, anakupata faida, anakupa asilimia ya faida kulingana na mtaji wako ulioweka. While copy trade ni unakuwa unamjilizia au unamkopi trading zake. So this one is the best. So kama una dola kuanzia 250 ni check 0545488986 and then unaweza kufanya registry. Bye, thank you.